Amen. Semina za wanandoa zinaendelea. Na naamini kabisa hakuna mwanandoa ambaye hana habari wala hataki kusikia habari hii. Kwa sababu ninaamini kila mmoja wetu anatamani ndoa yake ipone. Tuna mambo mengi. Tunafika mahali tunaumizana. Wakati ule tunatafutana, tunajiona kama malaika. Lakini leo tunaona kama vibarua. Tumeshachoka, tumeshachokana, tumeshachuja. Hebu tusome Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Inasema mwanamume atamwacha baba na mamaye na kuambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Imagine, Biblia inatambua mwili mmoja, si wawili tena. Nini kinachoua ule uwili kuwa moja? Inatafsirika hivi: vile ambavyo mmependana, kila mmoja amejiachilia kwa mwenzake. Ndiyo, tunajua kuna tamaa. Tunafahamu mwanadamu hariziki asili yake. Lakini pia kumbuka kuna maradhi ambayo mwingine haelewi kama kuna maradhi. Baadaye atakapokutana nazo ndio ataanza kuishi maisha ya kujuta. Lakini hapo mwanzoni alipoambiwa kuna mambo ya kuepuka, hajui kwamba kuna nini hapo. Sasa iko hivi. Biblia inasema mwanamume atamwacha baba na mamaye aambatane na mke wake na kuwa mwili mmoja. Ina maana iko hivi, si tu kuachana kuhama nyumbani, lakini kuna kule pia kuto kurimotiwa ndoa yako na wazazi wako na wadogo zako wa kike au wa kiume. Hawaruhusiwi kuingilia uhuru wa ndoa yako. Maana ndoa ni ya wawili kuwa mwili mmoja, si ndoa ya familia. Sio kwamba mke wako anaanza kurimotiwa na familia nzima. Itapelekea mpaka ndoa itabomoka kwa sababu ya tabia zao. Sasa tunapofundishana habari za ndoa, maana kuna mambo lazima tuzingatie. Na nyinyi amruhusiwi kuvujisha siri za wanandoa. Mwanamke ukikaa kwenye mikeka za wanawake wenzako, huruhusiwi kuvujisha habari ya mmewe, na mume huruhusiwi kuvujisha habari za mke wako. Hebu tunzianeni masaifu hayo, mtakamilishana humo, na tujifunze kupendana na kufunga mlango wa kutokuruhusu virus na maadui wengine kuingilia kuharibu ndoa. Omba Mungu akupe urizike na mke wako, rizika na mume wako, ili uwe salama.